Leo tunaingia katika mada tena muhimu sana ambayo huenda ikachukua sehemu 3 kwa uzito wake ulivyo, na sitakimbia sana kwa sababu nahitaji tuweze kuelewa. Ukielewa hii itakusaidia katika maisha. Kichwa kinasema siri ya ushindi zama zote. Nimesemaje? Ndio. Siri ya ushindi zama zote. Sasa kuna mahali Biblia inasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakufanya nini? Hawakumtambua. Ni hatari sana aje ni wa kwako na humtambui. Ni hatari sana. Sasa niwaombe wale wote walioko kule nyuma waje wajaze hivi viti vya hapa mbele hapa. Ngoja nitoe maelekezo. Mungu Baba yetu, Mungu mtakatifu, tunapoangalia neno hili, uwe nasi, utusaidie tulielewe. Gusa akili ya kila mmoja, ukampatie fursa ya kulielewa neno hili katika undani wake, maana hapa ndipo wokovu ulipo. Tusaidie likatuinue, tukapate nguvu mpya. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Yohana sura ya 8 fungu la 12, mchungaji atanisomea katika Kiswahili cha kisasa. Lakini pia nipende appreciate sana kutambua uwepo wale wote ambao wana follow online. Tuko nao katika televisheni zote ambazo tuko pamoja hapa. Ninatambua uwepo wenu. Bila kusahau, lazima nimtaje ndugu yangu Mapenzi Chagama ambaye anafuatilia vizuri kabisa kwenye kipindi hiki, na Mungu ambariki sana. Haya, ni mwanatheolojia ambaye amekaa mahala fulani, anafuatilia kwa ukaribu sana. Najua Pastor Kiri anaelewa. Haya, karibu mchungaji. Yohana 8:12. Tusaidieni kisemeo kiseme. Kikigoma nasoma Kiswahili cha kizamani, alafu baadaye utasoma cha kisasa. Mlimtambulisha fundi mitambo kweli kwenye hamjamtambulisha jamani. Haya, mimi nasoma Kiswahili cha kizamani, kisemeo kikiwa sawa atasoma kile cha kisasa. Anasema katika Yohana 8:12, anasema ndimi nuru ya ulimwengu. Nategemea tafsiri yako ulionayo. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Haya, Kiswahili cha kisasa kinasema, njoo tu usome hapa kama wamekataa. Haya, twende. Yohana 8 aya ya 12. Ndio. Yesu alipozungumza nao tena, aliwaambia, mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Sikia, rudia, napenda Kiswahili cha kisasa hapo. Mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Ndio. Anayenifuata mimi hatembei kamwe gizani. Anayenifuata mimi hatembei kamwe gizani, bali atakuwa na mwanga wa uhai. Bali atakuwa na mwanga wa uhai. Sio mwanga tu, ni mwanga unaoleta uhai. Sasa tuliza ubongo wako hapo vizuri kabisa. Ndugu zangu, nimesema na narudia tena, kama kuna sehemu hujanielewa usisite kusema mchungaji, rudia hapo, nitarudi. Yesu ndiye pekee ambaye alizaliwa katika dunia hii, na kuzaliwa kwake kukaleta utata mpaka leo hii. Wewe hapo ulipozaliwa hata hakuna kumbukumbu nyingi haziwekwi. Wena kuna matukio hata hayajawekwa kabisa na hujulikani. Ila Yesu huwezi kukwepa historia yake, maana ndiye pekee aliyezaliwa hapa duniani, ambaye ametikisa dunia na vizazi vyote mpaka kuzimu walitetemeka. Haleluya. Huyo mmoja huyo. Na mpaka hivi tunavyoongea, ndiye pekee ambaye anasomwa na wasomi
mpaka wanapata PhD, ili hali yeye mwenyewe alikuwa hana hata primary. Mshike mkono jirani yako, muulize umeelewa au arudie tena. Amesemaje? Hajasoma hata darasa la 4, ila habari zake wasomi wanasoma, wanapata PhD. Haleluya! Huyo ndiye Yesu huyo, na ndiye pekee ambaye alipozaliwa wachawi walifunga safari. Hapa ndipo watoto wa Mungu huenda wasinielewe sawasawa, ila Roho Mtakatifu atadadavua, maana na mimi ni mtu, siwezi kuelezea vizuri. Utulize ubongo wako tena hapa. Kwanza kabisa, Yusufu, Mariamu wameposana, na ni waaminifu katika kuposana kwao, hawajagusana. Sio kama kizazi cha 2000. Wao ni waaminifu kweli kweli. Sasa siku moja Yusufu anakuja. Anapokuja anagundua huyu mchumba akisikia harufu ya vitunguu anatapika, anaanza kula vitu vya ajabu ajabu. Akamuuliza, mwenzangu uko sawa sawa? Akasema hapana, nina mimba. Sasa imekuwa kuaje? Sikia majibu. Nimepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa kuaje? Sema kuna malaika alikuja kunisalimia. Alivyokuja tu kunisalimia, akasema nguvu za Mungu zitakujia, nawe utapata mimba. Ikatokea. Nataka niwaulizeni vijana, hiyo inaeleweka kweli? Yaani tuchukulie una mchumba wako anakwambia tu, kwa kweli nilivyosalimiwa, tulivyoshikana mikono tu ikatokea. Hiyo inaeleweka kweli? Ndio mtamuelewa Yusufu anaposema akaamua kumwacha kwa siri. Yaani maana yake sitamuumbua, ila nitamuacha, lakini kwa siri. Hii neno kwa siri maana yake ni kwamba ninatunza status. Kizazi cha leo wakiachana hakuna siri, mtajua kwenye status za WhatsApp, Instagram. Ukiona tu vijineno vimepostiwa, tulikutana barabarani, jiongeze, au kila mtu anakwao, elewa. Yaani leo sio hivyo. Sasa Mariamu naye anaulizwa, hebu nisimulie vizuri, ilikuwa kuaje? Anasema nilikuwa tu na shughuli zangu, nimetulia, malaika akaja, alivyonitokea akaniambia hayo maneno, mimba ikashika. Yusufu anaondoka, hawezi kuelewa na haamini kinachotokea. Ila sasa usiku na yeye akiwa amelala, malaika akamtokea. Malaika yule yule aliyemtokea anamwambia ulichoambiwa ni kweli. Kesho wanakutana, yeye na Mariamu wanaongea lugha moja. Nataka nikwambie, ukimsimulia mtu changamoto ambayo hajawahi kuipitia, hawezi kuelewa sawa na mtu aliyewahi kupitia. Binti aliyepata mimba akiwa form 2 utamtia moyo, lakini akikutana na profesa, mtu mwenye PhD yake ambaye naye aliwahi kupata mimba akiwa form 2, wakiongea lugha wataelewana. Haleluya! Huyo akimwambia jipe moyo, wanaelewana. Mimi na ushauri nasihi wangu wote, kuna siku nilishindwa kukanseli mtu, ikabidi nimwite mtu mwenye shida kama ya kwake, yeye ndiye wakaelewana lugha. Nilikuwa nachunga Tegeta pale, ameenda kupima huko, amekutana na wapimaji ambao hata hawajali, hata hawana muda wa kumshauri mtu. Wakampima, akamwambia tu kimeumana. Mtu akaondoka na stress ya hasira, break ya kwanza kanisani na machozi. Pastor, matokeo yako hivi. Basi ngoja na mimi tutafute mtu tuweze kuhakiki. Tukahakiki, ni hivyo hivyo. Nikaongea lugha zote ikashindikana. Nikampigia kansela moja ambaye namfahamu. Yeye hajifichi, anasaidia watu wenye shida kama hizo. Ni mhanga. Nikamwambia njoo. Akaja pale ofisini. Yeye ukimwambia kuna changamoto hii, yule mama speedy anasema najua maumivu yake, wewe huwezi kuelewa. Akaja akamkumbatia yule binti, wakakaa kanisani, akaanza kumsimulia, akamwambia usiogope, nimekuja na vipimo hapa, ngoja uone. Akajitoboa, akamimina damu, na yeye akapima, akamwambia umeona tuko sawa sasa mimi naishi, wewe stress ya nini?
Akaanza kufuta machozi. Mpaka kufika saa 9 binti anatoka na tabasamu. Mimi nilikuwa natumia maombi, mwenzangu anatumia uzoefu. Wanaongea lugha ambazo zinafanana. Ni kama tunavyoongea kwenye misiba. Mimi nawaambieni watu, usimlaumu mwenzako akilia kwenye msiba. Acha kumwambia eti jikaze. Huwezi kuelewa kujikaza. Siku ya kukukuta ndio utaelewa. Mchungaji mmoja alikuwa anapigia kelele waumini hivyo. Msilie kama wasioamini, yakamkuta. Akaingia ofisini. Wanahubiri ni huwa anasimuliaga history. Anasema akaingia chumbani, akajifungia. Anasema nikalia, nikafuta machozi, nikatoka. Nilipotoka naambia pastor, sasa tunaenda kwenye mazishi. Anasema nikamwambia niacheni nikalie tena. Aende akalie tena. Ndio sababu siku hizi nikiongea na watu kama nyie huwa napenda kuambia usimwambie mtu shida yako ni ndogo. Hizo kauli sio za msingi. Ni kubwa sana kwake. Cha msingi mtie moyo kwa lugha nzuri. Na sio lugha za kukatisha. Kwa mfano mtu anakuambia, yani ninaumia sana maana nimeingia hasara. Biashara yangu ya milioni 200 yote nimeingia hasara. Acha kumwambia jikaze. Au kumwambia yatapita. Unamuongezea uchungu. Sasa sema pastor tufanyeje? Tunasema msapoti kwa kuomboleza na yeye. Unamsapotije? Mwambie hii ni hasara kubwa kwa kweli. Kubwa, mwambie kubwa, inauma. Yaani pale ndio unatoa ule uchungu wake. Acha sumu itoke, fanya nini? Ishi. Ukizuia ile sumu, siku ikilipuka, stroke. Mungu atusaidie sana. Yusufu na Mariamu wakaongea lugha moja. Yesu anazaliwa. Wachawi katika ulimwengu wao wanaona. Nataka mtulize ubongo hapa tena, tuongee kitu cha msingi. Ukisikia mamajusi, usichanganywe na lugha. Wanaitwa magis. Ni magicians. Kwa hiyo usije ukadhani kwamba walikuwa wacha Mungu hivi tu wale jamaa. Walikuwa wanamjua Mungu lakini sio wacha Mungu. Najua kuna maandiko kadhaa tunayatumia kusema wale walikuwa ni watu wa makini, wacha Mungu. Sikiliza, wale walikuwa ni wachawi kabisa. Na hiki ndicho ambacho ninaongea hapa. Ninadhani yule bwana kama hayupo huenda Jumatano tutatoa ushuhuda wake hapa. Maana nilitoa Jumatano iliyopita, kumbe alikuwa ananiangalia live. Na sasa hivi anakuja hapa kwenye hili kambi, mtamuona huyu kijana ambaye napenda kumtolea mfano. Watoto wenu wameteuliwa, wana wito maalum ambao Mungu amewapa kila moja kwa familia yake. Wengine wana wito wa kifamilia tu, kuiokoa familia. Wengine wana wito wa zaidi ya familia hapo. Kuna mwingine ana wito mkubwa, huenda ni wa wilaya. Tunaanza kuelewana jamani Kuna mwingine ana wito mkubwa zaidi ya hapo, huenda ni wa kiulimwengu. Shetani hawezi kujua exactly ameitwa kuwa nani, ila anaweza kuhisi. Anapohisi kwamba mtoto wako ni maalum kwa jambo fulani, atahakikisha anamshughulikia katika elimu ili asifikie njozi zake. Ndio wale ambao unakuta mtoto huyo anafanya vizuri darasani, ghafla anaanza kudrop. Alikuwa yuko vizuri, ana drop. Shetani ana mgogoro gani na elimu? Ana mgogoro na elimu kwa sababu elimu ni ngazi ya kumfikisha kwenye maono aliyoitwa. Kama umenielewa nipungie mkono. Kwa ukiona kuna changamoto mtoto wako anapitia, acha kukata tamaa, kuwa king'ang'anizi wa Mungu. Unasema hadi kieleweke. Haleluya. Huyu kijana ambaye atakuja hapa, maana ninadhani ni wa hapa. Mimi sikio natoa ushuhuda wake, hata alikuwa nakutana na wengi kwa sikukumbuka. Ndio mama yake akaniambia kijana wangu ni wa hapa. Ni wa hapa mtaani. Nilitoa Jumatano iliyopita wakati ameletwa na dada yake ofisini kwangu. Nilipomtazama hivi dada kanisimulia, nikamwambia huyu ni chombo. Na huyu ameitwa. Na shida watu wakisikia ameitwa wanadhani uchungaji. Yaani ameitwa, ana kitu maalum ambacho ndio kinapigwa vita. Tukafanya maombi. Yule bwana mdogo ametoka hapa akaenda
kama sijakosea ni Uchina au ni India. Juzi ndio ananitumia matokeo yake ya chuo, amepiga degree ile ya juu. Akija wiki hii mtamuona hapa. Na kama sijakosea ameanza kuanzisha na kampuni. Sasa unasema mchungaji, unamaanisha nini? Yesu alipozaliwa tu, mamajusi wataalamu wa nyota. Nimesema wataalamu wa nini? Wa nyota wakaona. Kumbe hapo juu kuna nyota ambazo zinaonekana ila we hujui. Ila wenyewe wakitazama tu yasema Dodoma hii. Huko kuna mtoto amezaliwa ambaye atatishia. Mimi kitu imenifundisha yafuatayo. Ninamheshimu kila mtu ninayemuona, sitaki kudharau mtu yeyote. Usidanganywe na jinsi unavyomuona, hujui ameitwa kuwa nani. Heshimu kila mtu. Kuwa msaada wa kumfikisha kwenye ndoto aliyoitwa. Haleluya. Niko na wahadhiri wa vyuo vikuu wako hapo wananisikiliza. Akina dokta pale. Yaani kuna saa unaweza mwanafunzi unamfundisha tu, anaweza kusimulia changamoto anazopitia. Usije ukadharau grade zake. Mtie moyo. Wengine wanatokea familia ngumu. Yaani mpaka unamwona amefika chuo kikuu amepigika. Yeye ndiye katoboa peke yake, na bado kijijini kule wanatambika ili tu amrudishe. Wakisikia ameenda UDOM wanasema haiwezekani. Haiwezekani. Waliokuwa wananifuatilia wakati niko Kigamboni, kanisa lile la Kigamboni, wakati tunafanya uamsho pale, walishuhudia ili tukio moja wapo. Mama mmoja akamuomba radhi binti ambaye tulikuwa tunafanya maombi pale. Ya jumla haya, wala hakuna haja ya kusema tulikutana. Ya jumla haya. Pakapigwa kombora la maombi kali mpaka mama akatuma ujumbe, akatuletea binti tukauona. Tulidisplay kwenye nani? Kwenye Mahubiri TV. Anamuomba radhi, anamwambia tena, alianza kumtishia, akamwambia unafikiri mtaniweza wewe? Nimemshindwa kaka yako na kuja kwako. Kabinti kamejaa ujasiri. Haya masomo ukisikiliza unakuwa na ujasiri kama simba. Kakamjibu, kakamwambia huniwezi, nina Yesu. Utoboi. Yule mama alikuja kuomba po. Kizazi cha leo hakiwezi kujua po, maana hawajacheza rede wala hawajaruka kamba. Unajua mimi nikiona hivi tu wanafurahi kweli kweli. Mimi nina kitu natamani moyoni mwangu. Natamani mawakala wa shetani tuwape hard time, muda mgumu mpaka waombe po. Yaani mpaka mwenyewe anakuja nakwambia yaishe. Hii vita na surrender. Kale kabinti nikashindi mpaka leo. Huyu kijana atakuja hapa mtamuona amefaulu kwa grade za juu chuo kikuu, na sio yeye peke yake. Nina ushuhuda wa vijana wengi, na mwingine sasa hivi ni daktari kule Babati. Aliletwa mimi nachunga Kitunda wakati huo, ana siku 3 hali hanywi, haongei, hajitambui. Mungu akamfungua. Kumbe Mungu anamwandaa kuwa daktari. Haleluya. Sasa mamajusi walivyoona wakasema tutaenda kumsalimia mfalme. Wakaenda. Ili mjue Yesu ni natumia lugha ya mtaani, ni ngoma nzito. Hadi wachawi walimletea zawadi. Yaani nikana kwamba jamaa anasema huwa tunaona nyota tunapambana nazo, ila ya awamu hii inabidi tukubali. Baadhi ya wanazuoni wanashawishika wakati wanaangalia miungu ya Sumeria. Kuna miungu kadhaa alimuonyesha dokta pale, mmoja wapo anaitwa Enlil. Waliomwangalia Enlil, baadhi ya wanazuoni wanasema huyu atakuwa ni Yesu aliyejifunua kwa Wasumeria kwa wakati huo. Maana wakati miungu yote ya Kisumeria ni mibabe, inaleta madhara, wanasema Enlil peke yake ndiye aliyekuwa anakuja na kuingilia kati haraka sana. Anaambia hapa mtapigwa, fanyeni hivi, hapa mtapigwa. Ukiangalia kwenye Agano la Kale pote Yesu alipojitokeza, alijitokeza na wokovu. Haleluya. Sasa ukisikia hapa anasema mimi ndimi nuru, ametumia neno pale mwanga wa ulimwengu. Anayenifuata mimi atapata mwanga wa uzima. Tunapoita watu wampokee Yesu,
hatuiti wito wa watu kupiga hatua mbele kuja kujiunga kwenye Ukristo. Tunawaita watu kumkubali mwenye hatima ya maisha yao. Kama ingelikuwa ni rahisi tu kwamba Yesu tu na Ukristo ni kama dini nyingine, tusingehangaika kupoteza huu muda. Asingelihangaika Petro kukubali kutundikwa msalabani kichwa chini miguu juu kwa sababu tu ya dini fulani tu hivi. Ukristo ni zaidi ya dini. Haleluya. Nilikuwa naangalia takwimu hapa, sikiliza uweze kuona jambo la kushangaza sana. Dunia nzima Ukristo una waumini bilioni 2, inakadiriwa bilioni 2.4, ambayo ni sawa na asilimia 28. Asilimia 31 ya wakazi wote wa dunia. Uislamu unafuata kwa asilimia 2, kwa bilioni 2 ambayo ni kama asilimia 25, ikifuatiwa na Uhindu ikiwa na watu 1.2 bilioni sawa na asilimia 14.9. Nimekutajia hizi chache, pamoja na kwamba Uislamu ndio dini inayokuwa kwa kasi kuliko zote, lakini bado kwa idadi haijafikia Ukristo. Naongea na watu au na binadamu. Ukija dini ya Kiyahudi, Judaism iko huko chini kabisa, yani chini kabisa. Kwa ukisikia kauli ya kwamba kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa, haongelei Judaism, anaongelea kupitia Kristo Yesu mataifa yote yatabarikiwa. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Wakolosai 1:26-27, Kiswahili cha kisasa. Wengine mnajua hii, nairudia kwenu, na nataka tumjue nguvu ya jina la Yesu. Ile miaka nakumbuka wakati ndo mimi appointment yangu ya kwanza ya kazi ilikuwa ni Kitunda, wakati nimetoka Bugema. Sasa nilikuwa nazunguka ile Dar es Salaam, uamsho makambi. Kuna kitu nilimuomba Mungu mpaka leo ananitendea, namshukuru sana, ya kwamba ninapofundisha neno natamani mpaka mtoto mdogo ambaye ananisikiliza aelewe kwa level yake. Kwa sababu hawa watoto wetu hawa wakielewa wanafanyia kazi hata kuliko watu wazima. Sasa familia moja wakahamia Bagamoyo. Mtoto anatoka shule, wakati huo kulikuwa na shida za utekaji, watoto wanapotea sana. Kale katoto kakapotea katika mazingira tata. Kalipewa kwa mujibu wa maelezo yake baadaye, kalipewa lift na mtu na akamtaja kwa jina fulani, njoo. Akaingia kwenye gari. Kuingia kwenye gari kakapewa pipi. Baada ile pipi kakalala usingizi. Ile dawa imekuja kukata kapo porini. Kanaposimulia kenyewe kanasema kameamka kakamuona baba mmoja amekaa kwenye kiti, amevaa nguo nyeupe na nyekundu na amejipaka marangi meupe usoni. Anasema anamsikia yule baba anaongea na hao watu, akamwambia ndio huyu mmemleta. Anasema kaliofungua macho kakakumbuka zile movie za Kinigeria. Kanasimulia kenyewe. Sasa kanasema moyo mama yake, mama, nikakumbuka mchungaji Mbaga alikuja kwenye uamsho akatufundisha kwamba hata kama tukisahau vitu vyote kuomba kwa sababu ya woga, tukikumbuka tu jina la Yesu yatosha. Unajua mtoto anatamka kwa imani, sio kwa taratibu za kidini. Kenya kana imani kweli kweli. Kwa hiyo kanasema nilivyomwona tu yule mtu nikaogopa, ila nikasema Yesu nisaidie. Anasema baada ya hapo nilisikia watu wakikimbia. Ilibidi nifunge safari baada ya kusimulia hii story, nikaenda nyumbani kwao nikasikilize mimi mwenyewe. Kanasema alitokea joka mkubwa ndiye aliyewafukuza wale watu. Anasema yule joka nikamsikia kama ananifunga, ni wa baridi. Baada ya hapo kalipoteza fahamu. Sasa kakisimulia, sisi tunasema ni panic iliyomkuta. Lakini alikuja kuokotwa Bagamoyo, eneo la makaburi. Na mtu mmoja tu amepita sema huyu si mtoto wa fulani, kamelala pale. Kakiguswa kakashtuka kama ni yule nyoka, kakashtuka. Akasema hapana, usiogope. Tumesikia unatafutwa. Taarifa imeshaenda polisi, sio na nini.
kuna joka alikuwa amenifunga hapa. Sema hakuna joka, huko sawa sawa. Ndio anamchukua nyumbani. Mtoto anasimulia. Kwa wasiojua wanaona kama ni hadithi, lakini wanaojua nguvu ya jina la Yesu wanajua Yesu ana nguvu. Haleluya, haleluya. Watoto wenu hawa wadogo, wajazeni jina la Yesu katika akili zao. Na njia nzuri ya kuwafundisha katika udogo wao huu, kwa sababu huwezi kucontrol kuangalia katuni, wataangalia katuni, wataenda mashule wataangalia katuni. Kwa hiyo ongea katika lugha ya kwao. Hata mimi na watoto wadogo kabisa, wa mwisho yuko nasari. Kwa hiyo na mimi nikikaa na wasimulia habari za Yesu, na wajengea picha akilini shetani alivyo, ila na waonyesha Yesu alivyo bouncer zaidi ya Superman. Haleluya. Ambaye akijitokeza anampiga shetani kweli kweli. Watoto unakuta mpaka wanashangilia. Nasimulia katika story kama movie. Mwisho anasema Yesu ana nguvu kiasi hiki. Ni kweli Yesu ana nguvu. Tatizo ni kwamba mpaka wafuasi wake hawajaelewa nguvu ya Yesu. Haleluya. Ndio hii nataka leo mwanze kuielewa vizuri. Soma ile andiko sasa, Kolosai 1:26 na 27. Anasema ambao ni siri aliyowaficha binadamu wote. Stop. Twende taratibu. Jamani, hebu nisikilizeni kidogo wanafunzi wa darasa la Biblia. Ninaomba usifuatilie Biblia kwako hiyo ya Kiswahili cha kizamani. Sikiliza hii, alafu wewe andika tu ile andiko, utalisoma mwenyewe baadaye. Haya, naomba mnitazame wote sasa. Twende mchungaji. Ambao ni siri aliyowaficha binadamu wote. Hii siri walifichwa binadamu wangapi jamani? Wote. Tangu milele. Lakini sasa amewajulisha watu wake. Siri gani hiyo? Mungu ametaka kuwajulisha hao jinsi siri hiyo ilivyokuwa. Ndio. Na tukufu ambayo imeenea kwa watu wa mataifa. Ndio. Nayo ndiyo hii. Ndio. Kristo yuko ndani yenu. Naomba mnitazame. Kwa nini nikikemea pepo wanaondoka? Sio kwa sababu mchungaji Mbaga ana ubora kuliko wewe. No. Ila ni Kristo ndani yangu. Haleluya. Amen. Kwa nini wewe wakati mwingine unakwama? Kwa sababu niwaambie, ni katika karama ambao wanapewa wote ni kutoa pepo. Yaani kama kuna kesi ambazo unaweza ukasema ngoja hapa nitafute mwenye karama fulani, ni karama za miujiza, kuponya wagonjwa, hizo ni karama za wote. Amini za watu fulani fulani. Lakini ukija kwenye kutoa pepo, wote. So long as unamwamini Kristo, unaweza kukemea pepo na akaondoka. Haleluya. Na sababu kubwa ni nini? Ni Kristo ndani yako. Basi. Ukiona napata tabu saa nyingine, najaribu kuona kipi kikitoka hakitaleta madhara. Siku moja katika hizo huduma za kichungaji tulikuwa na tuko kule Mpwapwa. Huyu bwana ambaye mnamuona anachukua video hapo juu alikuwepo. Sikumbuki mwingine ambaye tulikuwa naye wa pili alikuwa ni nani, lakini tulikuwa na mchungaji Chacha. Mnamfahamu mchungaji Chacha? Ilikuwa ni mtaani kwake. Sasa nilikuwa nafundisha hivi. Wakati nahubiri, kumbe kuna mtu amekuja lakini ana nia mbaya na amekaa katikati ya waumini na nasikiliza vizuri. Kwa hiyo wakati mimi nahubiri huku, kule kuna vitu vyake alikuwa anafanya vituko vyake kule. Akajaribu mara kadhaa akakwama. Ila mimi sijui wakati huo. Yaani mimi nahubiri kawaida sijui. Ndio maana namheshimu sana Mungu, kwa sababu Mungu anatupigania hata wakati hatujui kinachoendelea. Hatuna habari kabisa. Kwa hiyo tumaliza maombi masomo pale jioni, tukaingia pale ofisini. Shemasi moja akamleta akasema kuna mtu nimemleta ili umuombe. Alipokuja pale na yule shemasi, tukaanza kuomba. Yule mtu akasema pastor, ngoja nikwambie ukweli. Huyu amenileta, lakini mimi kwa kweli nilikuja kukushambulia. Na wakati ule wote wewe unaongea pale mbele, kama ungeniona nimejaribu vitu kadhaa. Ila sasa
Alisema tu ila sasa akashindwa kuendelea kuongea. Nikamwambia malizia. Asema waambie kwanza hao watu wako wapunguze kunichapa. Sasa shemasi naye anatazama, watu gani? Na mimi nikamwambia, watu gani wanaokuchapa? Anasema hao hapo wananichapa tena kwa moto. Basi nikamwambia, nikaongea tu hivi kwamba punguzeni tupate story vizuri. Basi akasema pale nilifanya hivi na hivi, nikajaribu kurushia vitu ili angalau usiendelee na somo, sio na nini. Nilivyoshindwa nikawa naenda kuvuruga watoto mle ndani kanisani ili usikivu upotee. Lakini kila nilivyokuwa najaribu, nikikutazama pale mbele cha kwanza, niliona nyuma yako kuna watu 3 warefu wameshika panga za moto. Kila nikijaribu kufanya wananinyoshea, wananiambia we acha huo mchezo. Azia mwisho nikakubali kutulia. Mimi wakati huo sina habari, naendelea na masomo kama kawaida. Haleluya. Kwa nini nasema haya yote? Hao ni malaika tu. Je, Yesu mwenyewe? Ndio maana hata watu wakiombea, wanakemea pepo, wanaomba Mungu tushushie Gabrieli. Wanaambia hivi, mnamjua Gabrieli nyinyi? Gabrieli ashuki kwenye vitu vidogo vidogo. Yaani kutoa pepo ni kitu simple sana. Gabrieli ashughuliki na hiyo vitu. Gabrieli akishuka ujue kuna kazi ambayo inamuhusisha Lucifer mwenyewe. Haleluya. Sasa Pastor Mbaga, unamaanisha nini? Ili jina la Yesu msilichukulie simple. Usilitamke kama ritual, kama spell tu unatamka tu, umeambiwa ukifika pale tamka maneno haya. Ni zaidi ya jina la kutamka, ni nguvu ya Mungu na anaishi ndani yenu. Hata ikitokea kuna kitu unapitia kigumu chochote, nataka nikwambie leo, unatafuta hekima ya jambo fulani, umeshindwa kuomba, usihangaike na maneno mengi. Maneno mengi hayana nguvu. Tamka ndani kwa imani kutoka moyoni ukisema, Yesu nipe hekima ya kufanya jambo hili. Utatenda. Daktari mmoja ambaye nimemsema kwenu mara kadhaa, yuko pale Muhimbili, ni mtaalamu wa wanawake, mcha Mungu. Kuna operation moja ngumu ilikuwa wanaifanya ya mwanamama. Anasema ile operation chances za huyu mtu kupona ilikuwa ni ndogo sana. Yeye ndiye mcha Mungu peke yake, hao wengine wote hawaamini ya mambo. Anasema usiku, operation ni kesho, jopo la wataalamu limekaa, asema tufanyie kesho. Wamesaini kila kitu, lakini anasema hatujui atapona ila tufanye tu. Yule daktari ananiambia, anasema Pastor, mimi nakusikiliza sana. Anasema usiku saa 9 usingizi kwa kata. Anasema nikakumbuka maneno uliyosema kwamba ukikosa usingizi acha kuperuzi simu, ongea na Mungu. Anasema nikaamka ile saa 9 nikamwambia Mungu, kesho tuna operation. Ni ngumu. Tunafanya tu ili tufanyeje sasa? Lakini najua katika mikono yako kuna hekima. Nipe mbinu. Anasema baada ya kusema yale, anasema Pastor, nikashikwa na usingizi. Usiku akaota chumba cha operation, akaota na watu waliokuwa nao, anaota mpaka wanampasua yule mama tumbo. Anasema damu ikaruka nyingi. Anasema pale pale kwenye ile ndoto sasa, anasikia sauti inamwambia, mwambie fulani afunge mshipa mpaka mtakapomaliza. Anasema vile vile nikasema, huyo mtu akafunga ule mshipa. Anasema damu ile ikatulia, mwenzake ameshika ule mshipa mpaka wanafanya operation wanamaliza. Anasema naamka usingizini ni kama vile ile kitu ni real. Anasema ile tunafika asubuhi na hangaishwa na ile ndoto. Anasema kuingia kwenye room na kuta ni vile vile kwenye ndoto, watu wale wale, nguo zile zile, position ya kitanda ile ile. Anasema nikaanza tu kusema asante Yesu, asante Yesu. Sasa mwenzake mmoja ambaye sio mtu wa dini sana, amesoma Urusi akamwambia hapa ni sayansi baba. Sasa nikasema huyu hajui nini kimetokea usiku. Anasema tukaanza operation. Anasema kama nilivyoona damu ikaruka pop.
vile vile. Anasema, nikasema hapa nafuata ndoto sio sayansi tena. Akamwambia mwenzake yule ambaye alimuota kwenye ndoto, ambia fulani, shika huo mshipa, funga. Yule naye moja kwa moja kaenda kashika ule mshipa akaufunga kwa mikono yake vile vile na zile gloves zake. Anasema wengine sasa akamwambia fanya hivyo. Anasema ninatoa maelekezo kana kwamba mimi ndio expert wa wote, wakati kuna mkubwa wetu yuko pale, profesa anajua kuliko wao. Anasema wote wakaanza kufuata maelekezo mpaka operation ikaisha. Tukafunga ule mshipa vizuri. Anasema tukalifunga tumbo, ule mzigo wote tukautoa pembeni kama alivyoona kwenye ndoto, kakaa pembeni wakafunga. Na dawa, nimefupisha tu hapa, mpaka aina ya dawa, kwamba mpeni dawa fulani, kila kitu akaelekeza. Anasema mwisho profesa ambaye ndio mkubwa wake akamuuliza, hii kitu ulijuaje? Akamwambia niliota. Akamwambia acha usanii niliota. Mungu atusaidie sana. Namshukuru Mungu, huyu profesa wake huyu ambaye ndio mkubwa wao pale tumeshafahamiana. Juzi nikiwa Magomeni pale kwenye ile net event, huyu bwana akamleta yule profesa pale tukakutana. Ni mcheshi sana. Wakati unaongea akanichomekea sema, unataka unibatize na mimi? Na mimi nikamjibu kama Paulo, ikiwezekana na nyumba yako yote nao wabatizwe. Mimi nikifika kwenye maeneo kama hayo, nikikuta wacha Mungu popote, wale wa Yudo mwingine wanakumbuka pale Benjamin Mkapa, kuna sana ingia kule ICU kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Nikikuta wacha Mungu mle ndani, mimi siulizi dini yako, dhehebu lako, na wakuta mle ndani wengi sana. Unakuta tu mchungaji umekuja kuombea mgonjwa mmoja, njona hapa, njona. Mimi nikiwakuta nasema safi kabisa. Ndani yale majengo tunahitaji wacha Mungu, maana niwaambieni, hospitali ni eneo la kung'ang'ania roho. Mungu awasaidie wauguzi na madaktari. Ukiona madaktari wetu wako pale wanahangaika, waombeeni na msiwalaumu kabisa. Hawa watu msiwalaumu. Kuna saa kibinadamu tunawalaumu, lakini mimi nawahurumia mno, wanapambana. Hebu fikiria, daktari yuko pale anafanya operation, anamsaidia mgonjwa, lakini mgonjwa naye anashambuliwa na nguvu za giza, zinataka kumuua. Kwa hiyo ili ziweze kummaliza huyu, inabidi zimwataki na dokta. Mungu atusaidie sana. Sijui niseme au niache. Muuguzi mmoja ambaye Mungu ameshamfungua, nasema kwa sababu ameshafunguliwa, alikuja akaniambia, pastor, kuna kitu unavyofundisha ni kama akili yangu inafunguka hivi. Nikamwambia kitu gani? Anasema kuna matukio yananikuta kazini sio ya kawaida. Nikamwambia yapi? Anasema siku nikiwa zamu kwenye uzalishaji, ni lazima kama hafi mtoto atakufa mama. Kwa hiyo unafanya, asema ndio nimekuja kushtuka sasa hivi, kitu sio cha kawaida. Asema mpaka wakati unaendelea na uamsho hapa, nikaamua siku moja, asema leo nitaitoroka zamu. Asema nilipotoroka zamu akashika mwingine, mambo yako shwari kabisa. Lakini nilipokuja zamu yangu, pap, hiki kitu kinatokea. Kwa nini? Nikamwambia kuna mwenzako nilikutana naye Dodoma, naye yuko hivyo hivyo. Tuliomba, sijui iliishia wapi, ila wewe utakuwa sample ya wengine. Nikampa siku 2 za kufunga, akamaliza, akaja, tukaomba. Tunamalizia ile program, ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na mwekea mikono kichwani, pepo wanamtoka, wamelipuka wa kutosha kabisa. Wao target yao ni nini? Ni ili huyu dada afukuzwe kazi. Simple. Namshukuru Mungu mpaka sasa hivi yuko vizuri. Namfuatilia kwa ukaribu sana. Huwa namuuliza, vipi? Anasema, pastor, sasa mikono yangu ina baraka. Zile kesi ngumu ngumu za uzalishaji ndo naenda. Namaanisha hivi, hapa nina wauguzi mnanisikiliza. Hapa kuna madaktari mnanisikiliza. Nyinyi ni wacha Mungu. Lazima udaktari wenu uwe tofauti na wengine. Nyinyi mna Yesu anaishi ndani yenu. Ukiwa pale ofisini, tamka kabisa, Yesu, kazi yako ni kuokoa. Tumia mikono yangu kuokoa.
Yaani kama kuna mtu anakata roho katika mikono yako, iwe kweli ni Mungu amekusudia kwamba tarehe zake zimefika, lakini sio kwa uzembe wala kwa nguvu za giza. No, wewe umetumwa kuokoa. Yesu anaishi ndani yako. Nimwambia mimi nilishaishi nyumba ambayo nimepanga na kuna mganga anachoma ubani. Nikafanya maombi wapi? Fanya maombi wapi? Ahami. Siku nilipoomba hili ombi hili ambao mmelisikia hapo, Yesu anaishi ndani yenu, mganga aliondoka. Hiyo siku ndio ubani unaingia chumbani kwangu kabisa, na mimi nikaingia, nikasikia harufu ya ubani. Nikaongea na Yesu. Nikamwambia Yesu, siku hizi unakula ubani? Kwa naangalia moyoni kabisa, siku hizi unakula ubani. Maana naona unafurahia ubani kama majini. Kama huu mpango sio wa kwako na hutaki ubani, hamisha hao watu hao. Tena mwenye nyumba aje kugombana na mganga. Mimi nimemaliza. Sikuomba, nilieleza. Haikupita wiki, na ili iwe ushuhuda, nilisimulia watu wa pale nyumbani wakati huo. Nikamwambia hao watagombana tu, tumechoka ubani hapa. Nilikuwa naishi kule Kitunda kule. Baada ya siku kama 3 hivi, niko ndani nasoma Biblia, nagongewa. Baba toka, wanagombana huko. Nikaenda kusikiliza. Nasikia mwenye nyumba anambia, ondoka, ondoka, huwezi kunilogea watoto. Mimi kunasema, Yesu umefanya kazi zako. Mungu atusaidie sana. Sasa niongee haya, yataingia sehemu ya pili mchana. Sikiliza hapa. Yohana 1:1 anasema, hapo mwanzo kulikuwako, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ukisikia Yesu ni muumbaji, kupitia yeye wewe uliumbwa. Haleluya. Kwa hiyo anakujua jinsi ulivyo, kila kitu anakielewa. Dhambi ilipoingia duniani tu, ukisikia maandiko yanasema wakati wa jua kupunga, Adamu akasikia sauti. Ukisikia ile sauti kwamba anakuja kutembea, ni yeye. Haleluya. Ndiye anayeuliza Adamu uko wapi. Ndiye ambaye wanahojiana, ni yeye huyo. Na huyu ndiye ambaye anatoa maelekezo ya kujenga safina. Anajua mpaka vipimo. Tengeneza hivi, tengeneza hivi, tengeneza hivi. Huyu ndiye ambaye anakumonita wewe kana kwamba uko peke yako dunia yote. Haleluya. Yaani usije ukamuomba ukadhani kwamba anakuangalia katika sura ya watu waliopo kwenye kambi la Ntiuka. Haangalii kambi, anakuangalia wewe. Anadili na wewe mmoja peke yako, anakuona jinsi ulivyo. Wakati vitu vyote havipo, yeye alikuwepo. Ukimsikia siku ile yupo kwenye hekalu, alafu pepo anapiga kelele, tuna nini nawe Yesu? Umekuja kututesa kabla ya muhula wetu. Alafu anasema tunakujua wewe unani. Wanamuelewa vizuri. Ukisikia andiko anasema kulikuwa na vita mbinguni, yeye ndiye aliyekuwa anapigana. Haleluya. Mikaeli na malaika zake. Yaani ukimsikia anawaambia wanafunzi wake, nendeni mkatoe pepo kwa jina langu. Walivyoenda kutoa pepo kwa jina lake wakarudi, anasema Bwana hata pepo anatutii kwa jina lako. Alafu anawaambia msifurahie hiyo, ila furahini majina yenu yamefanya nini? Alafu anasema nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama mume. Yaani maana yake ni kwamba kipigo nilichompiga, spidi aliyetoka nayo, treni ya mwendo kasi inaiga. Alipigwa kipigo kikubwa. Sasa naongea na wainjilisti sasa. Kuna sababu unaweza ukakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, alafu nasikia kama pepo wanafurukuta zaidi. Usije ukadhani ya kwamba wakati ule ile kauli yako haifanyi kazi.
inafanya kazi, ila wanaondoka kwa makundi. Tunaelewana hapo eh? Yaani hakuna siku jina la Yesu linatamkwa kwa imani alafu litoke bure. Lina nguvu. Mnakumbuka siku alipokufa, kama vile makaburi yangekuwa yanaongea, kaburi lingesema tumewahi kupokea wafu, lakini awamu hii huyu sio wa kawaida. Ndiye huyu ambaye katika Agano la Kale, wakati Yoshua anakwenda kuangusha Yeriko, amefika pale Yeriko imefungwa, kila mahali pamefungwa. Akaja pale nje akakutana na mmoja amesimama ameshika upanga, tena anasema ameutoa upanga wake huko wazi tayari, na akamuuliza swali, upande wetu au upande wa adui? Alijibuje? Umejibu vizuri kwa 95%. Umekosa 5. Hongera. Alijibuje? Mmoja anasema mimi ni jemedari wa Bwana. Kwingine anasema ni amiri jeshi wa jeshi la nani? La Bwana. Nikimaliza hapa tunaingia kwenye maombi, na uende kutumia hii njia. Stop kidogo, usikilize hili. Hasemi niko upande wenu. Hajasema niko upande wenu. Maana ameuliza upande wetu au upande wa adui? Jibu lake anasema mimi ni amiri jeshi wa jeshi la nani? La Bwana. Alivyomjua tu akamuuliza nifanye nini? Yaani hapa nilivyokujua wewe ni amiri jeshi, mimi na ukuu wangu wote wa jeshi la Israeli napokea komandi yako. Haleluya. Maana yake ni kusema ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Wala hajasema nimekuja kuwatetea. Jana nimewaambieni hapa, biashara yako ulionayo sio yako, Mungu amekupa kwa ajili ya ufalme wake. Pesa ulizo nazo sio zako, Mungu amekupa kwa ajili ya ufalme wake. Ukiona shambulio lolote kwenye uchumi, kwenye elimu yako, kwenye afya yako, acha kuita afya yako, mpe Bwana afya yake ashughulike nayo. Mimi naongea na nyinyi si kwamba mimi siumwi, hata mimi nina damu na nyama. Na mimi napata typhoid kama wewe, nikila vibaya. Na mimi nikifanya kazi kupitiliza mwili unagoma. Kwa kuna sana mimi nagoma kuona watu, sio kwa sababu siwapendi, ila mwili umegoma. Maana kuna vitu vingine havitaki muujiza. Hata Yesu akamwambia wanafunzi wake, njoni ninyi mpumzike. Hakuambia mmechoka, pokea nguvu. Njoni mpumzike. Sasa usione nikiomba kwamba watu wapokee uponyaji. Hata mimi kuna saa najiombea nipone, na mimi kuna saa napata magonjwa, na nikipata ni magonjwa kuna saa najiombea. Ila nina sera moja, Mungu ni shahidi, ananisikia nikiongea na nyie. Simwambii Mungu tu niponye kawaida. Huwa anamwambia Mungu, mwili ni wa kwako, afya ni ya kwako. Cha kwanza, nilipoutumikisha mwili wako vibaya, nisamehe. Cha msingi sana. Cha pili, namwambia Mungu, nahitaji uniponye ili nikaifanye kazi yako, maana hii afya ni kwa ajili ya kujenga ufalme wako. Nikishamaliza hayo, nina relax, natulia, sijipi stress tena, ninasubiri muongozo wa kimungu. Na hata kama ni dawa itabidi nitumie, utakuta kwamba yeye mwenyewe kwa hekima yake ananiongoza katika njia sahihi. Naomba usimame. Siri ya ushindi ya Joshua ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana aliyekuwepo, aliyetoa maelekezo kwa Adamu na Hawa, akawaambia kwamba wakawatengenezea mavazi. Ndiye ambaye atakutengenezea vazi la kuficha aibu yako. Haleluya. Sijui kwamba unaonaje, akaja pale Edeni, ni yeye anatoa maelekezo. Huyu akaja tena yuko na Joshua, lakini utamuona siku aliposhuka mwenyewe akiwa anawatoa wana wa Israeli mwenyewe,
hakutambuliwa kama jina Yesu, alijulikana kama malaika wa Bwana. Mna habari hiyo, tutaiona mchana. Mna habari ndiye aliyeongea na Musa pale katika kijiti, ni yeye. Mkiona dunia yote ina mgogoro juu ya Yesu, ni kwa sababu Yesu ndio suluhisho la binadamu. Huyo ukimpokea una uzima wa milele. Umevuka mautini, umeingia wapi? Uzimani. Ukimpokea huyo, ukimpokea kwa imani, umevuka. Achana na dini yako, achana na dhehebu lako, halitakusaidia chochote. Kule mbinguni hakuna Assemblies of God. Hata kwenye listi ikitajwa haipo. Wanamjua Martin Luther lakini hakuna Lutheran. Kule ni tiketi moja tu, Yesu Kristo. Na ukimkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, dhambi zako zikafutwa zote, anakupa zawadi ya Roho Mtakatifu, anakuingiza kwenye kulitii neno. Umeona hiyo connection hiyo? Huwezi kukwepa hapo. Kazi yako utakatu mwambie, nifundishe njia, nifundishe. Mimi natamani nyie mlioko hapa leo, ombi langu moja tu, Mungu akudisconnect, akukate kabisa katika urithi wa koo zenu mlizotoka kijijini, babu na babu, akuingize katika ukoo wa Yesu Kristo. Ukiingia katika ukoo wa Yesu Kristo, hakuna kubeba mizigo ya mababu. Unatembea katika baraka ya Agano Jipya. Ukitembea katika hii baraka, hajasema hutapata changamoto, ila msaada utakuja kwa wakati. Sijui ulinenewa mambo gani, walikutamkia malaana gani, Yesu Kristo atakusaidia. Natoa wito wa watu kuja mbele wafuatao. Kama haupo kwenye hili kundi, usije. Kuna vitu kwenye familia yenu unaviona vinajirudia, vinafanana. Fulani alipata, vinafanana. Nikisema vitu unanielewa. Natoa tu mfano, wote ni pombe na watu wanakufa kwa pombe. Unakuta huyu na fulani na fulani. Wengine unakuta kwamba kielimu hawavuki daraja fulani. Wako hapo tu, wataenda lakini ataishia sehemu fulani. Jumlisha na mengine mengi, kuna talaka, kuna viko vingi, lakini unaona mbona hizi pattern kama zinazunguka kwenye familia yetu. Wewe ambao umekuja hapa kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, njoo hapa mbele kwa niaba ya wengine wote. Wewe utakuwa ndiye chachu ya kufunguliwa familia yote. Sogea. Karibu sana univute, karibu sana daima niwe. Bwana napenda unishike, unilinde nisitengwe nawe, unilinde nisitengwe nawe. Fumba macho yako na kuachia dakika moja. Taja yale mambo moyoni ambayo unayaona kwenye familia. Jirani yako asisikie. Jirani yako asisikie. Taja ambayo unaona yanajirudia kwenye familia. Nikukumbushe Kristo anaishi ndani yako. Ni siri kubwa sana hii. Ongea na Yesu anaishi ndani yako. Muone akiwa ndani yako. Yuko ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Anasikia. Mwambie viondoe hivi vitu katika ukoo wetu. Wewe ndio umiliki huu ukoo, umiliki hii familia. Na wale mnaofuatilia kwa njia ya television, fanya hivyo pale ulipo. Fanya hivyo. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Wakati huo mchungaji Eric Manyasi akiwa anasogea hapa mbele kwa ajili ya kuombea kutano lote hili.
endelea kuomba ndani ya moyo wako. Na wale wote ambao wanafuatilia kwa njia ya television, ninaona maombi yenu. Naona maombi yenu. Msiwe na wasiwasi. Tunayaona maombi yenu pia. Endelea kuomba. Nitatamka maneno haya ya baraka ya maombi, alafu Pastor Manyasi atamalizia. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, Yesu anaishi ndani yetu. Yesu anaishi ndani yangu. Yesu anaishi ndani ya mtoto wako. Yesu anaishi. Na kwa uwezo wake huu mkuu, alitokea zamani akaja Edeni. Alitokea kwa Musa katika kijiti, na anaendelea kutokea kwetu kila siku. Leo yuko nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ninachokusii, tuthibitishie kwa imani kwenye akili zetu ya kwamba Yesu unaishi ndani yetu. Na utathibitishaje? Mtumishi wako mchungaji atakapoomba, acha yale ambayo atayasema yakatukie, na mengine hata kabla kambi halijaisha tukapokea ushuhuda hapa. Msaada wa zama zote ni Yesu Kristo. Asante. Mtumishi wako anapoomba sasa, unganisha maombi haya yawe kitu kimoja kwa jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe tena katika mchana wa leo. Jina lako lizidi kuhimidiwa kwa kuwa unazidi kutuonesha mambo makubwa katika makambi haya. Mtumishi wako amezungumza ni kama alikuwa anagusa uhalisia wa maisha ya mtu mmoja hapa. Ninaamini ya kwamba uko pamoja nasi. Yuko mtu hapa analia kwa kuona familia yake, ukoo wake, maisha ya familia kwa ujumla ni kama yanakwenda kuangamia. Baba, mchana wa leo ninakusii, rejesha maisha ya mtoto huyu arudi uzimani. Amen. Baba yangu na Mungu wangu, yawezekana ndugu zetu ambao wako katika koo zetu tunaona kabisa wanakwenda kuangamia. Baba, mchana wa leo kwa mamlaka ya jina lako, karejeshe, kamrejeshe, akarudi uzimani. Amen. Yawezekana ni mimi ambaye nipo katika kutaniko hili. Baba, ninakusii tena, tembea nami, ukanirejeshe katika upande wako. Tunakushukuru kwa sababu unaendelea kunena nasi. Hata yale ambayo mchungaji atakwenda kunena nasi katika vipindi vingine, vikaturejeshe tena katika uzima wa milele. Ninashukuru ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Ni kwa Kristo Yesu. Amina. Amen. Bwana wabariki sana.